Neno la 5 ambalo utalifanya ili upate kuandaa Pasaka ya Bwana, kama kifaa kinachokusaidia kuandaa Pasaka ya Bwana, lazima utubu dhambi zako. Yohana Mbatizaji anaenda katika jangwa, katika nyika, akisema ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na hii ni sauti ambayo tuko tunatuma kwa kila mtu anayetusikia kwamba atubu dhambi zake. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Siku ya Bwana yaja upesi. Ndiyo maana Yesu angali na haja na wewe. Anataka tena umurudilie, anataka tena uje kwake, anataka tena dhambi zako uzitubu. Utakapozitubu atakusamehe, utapata ondoleo la dhambi, utapata ondoleo la dhambi na maisha yako yatakuwa mazuri. Atakurejeshea tena furaha ya wokovu ambayo ilikuwa imepotea ulipotoka katika mapenzi ya Mungu. Bwana anakutaka leo, anataka ya kwamba utubu dhambi zako ili upate kuandaa Pasaka pamoja na Bwana. Neno la 6 ambalo utalifanya ili uandae Pasaka pamoja na Bwana, lazima ukubali kubatizwa. Ikiwa bado haujabatizwa, kubali kubatizwa, ujiepushe na hukumu ambayo itawapata wale wote ambao hawajabatizwa. Watakuwa chini ya hukumu ya milele, hukumu ya maangamivu, hukumu ya kupoteza, hukumu ambayo itawafanya wasiingie katika raha ya milele. Kwa hiyo ndugu mpendwa, batizwa katika maji mengi, batizwa na Roho Mtakatifu kusudi, haleluya, upate kuandaa Pasaka pamoja na Yesu Kristo. Upate kuandaa Pasaka ya Yesu Kristo. Unapobatizwa, kama mtu anabatizwa, anapata ondoleo la dhambi, tena anapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakutumikisha ikiwa umebatizwa katika maji mengi. Roho Mtakatifu atakutumikisha, utapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Wasioongozwa na Roho, wale wametoka katika maisha ya utakatifu. Roho Mtakatifu ni kiongozi, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Kwa hiyo ndugu mpendwa, kubali kubatizwa. Kama haujabatizwa, uko chini ya hukumu, na Yesu yuko na kutafuta. Anataka upate ubatizo wa kweli, ambao ni ubatizo utaka kusaidia kupata ondoleo la dhambi. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 na vesi ya 38 utakuta mambo yale yamekuwa pale. Na neno la mwisho ambalo utalifanya kwa kuandaa Pasaka ya Bwana, lazima uishi utakaso. Ishi utakaso. Kutakaswa ni kusafishwa. Biblia inasema, ukisoma katika kitabu Injili ya Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Yohana sura yake ya 11 na vesi ya 55, Biblia inasema, na Pasaka ya Wayahudi ilipokaribia, wengi walipanda toka nchi ile kwenda Yerusalemu mbele ya Pasaka, wapate kusafishwa, wapate kutakaswa. Mbele ya Pasaka ilibidi Wayahudi waende Yerusalemu ili wapate kutakaswa kwanza. Na kwa sababu hiyo inakubidi ndugu mpendwa uishi utakaso, ili kupitia utakaso upate kumwona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Wenye moyo safi ni wale ambao labda ndani ya roho yao, ndani ya mioyo yao hamuna neno mbaya, ndani ya roho yao hamuna siri mbaya, ndani ya mioyo yao hamuna mawazo mabaya, kwa sababu mawazo mabaya yanatoka ndani ya moyo. Kama moyo uko safi, kama moyo ni mweupe, tutaingia katika raha ya milele. Hivyo
ndivyo vifaa vya kukuandalia Pasaka ya Bwana. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ujikaze sana, uondoe chachu ya zamani. Ndugu mpendwa, toa mwili wako kwa Yesu Kristo, jitenge na watu wabaya, amini Yesu Kristo, tubu dhambi zako, ubatizwe na uishi utakaso. Kama unaishi utakaso, utamuona Mungu. Hapo utakuwa umeandaa Pasaka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana kubariki na abariki neno lake. Amen. Tuombe. Mungu Baba yetu, tunashukuru sana kwa watu ambao wametusikiliza. Tunashukuru sana kwa watu walio mbali na karibu ambao wanalifata neno hili. Yesu wakumbuke, Yesu walete kwako, Yesu waokoe, Yesu wasaidie. Kuna wale wamekuamini tayari lakini wamevunjika mioyo, uamshe mara tena ili wakutumikie, maana muda unakwenda haraka. Yesu wasaidie, waandae Pasaka pamoja na wewe. Waandae Pasaka, maisha yao yawe meupe, ili siku moja utakapokuja kuchukua kanisa, waende na wewe katika raha ya milele. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.